Kijana wa delivery alisema, bosi, oda yako. Lakini alipomwangalia bosi vizuri akasema, kaka, kumbe ni wewe. Lakini bosi akamwambia, nani kaka yako? Kwani wewe ni nani? Nipe oda yangu na uondoke. Kijana wa delivery akasema, kaka, mimi ni mtoto wa mama yako mdogo, Rostam. Bosi akasema, mama yangu mdogo gani? Mimi sina mama mdogo na wewe sikujui. Chukua hela yako, ondoka. Rostam alipokea pesa na kusema, asante kwa pesa, lakini leo kwa sababu una maisha mazuri unajifanya hunijui. Unajifanya hujui kwa mimi ni familia yako, mtoto wa mama yako mdogo. Lakini usijali, haya ni maisha tu. Bosi akamwambia, nilishakwambia sikujui, usinilazimishe, ondoka bwana. Akafunga vioo vya gari. Rostam alihuzunishwa sana na kitendo hicho, lakini akaamua kuondoka zake. Mchumba wake akamuuliza, kwani yule ni nani? Ni ndugu yako kweli au? Bosi akasema, hapana, sio ndugu yangu na wala simjui. Unajua nilishakuwa tajiri, kwa hiyo kila mtu anataka kujifanya kwamba yeye ni ndugu yangu. Mchumba wake akasema, ni kweli, lazima kila mtu ajipendekeze kwa vile una pesa. Siku iliyofuata bosi alimfuata Rostam na kumwambia, ulikuwa na maana gani kusema wewe ni ndugu yangu mbele ya mchumba wangu? Rostam akasema, kwanza sikujua kama anakuja kufanya delivery kwako, lakini hata hivyo mimi nilikuita kaka kwa sababu ni mtoto wa mamangu mkubwa. Kuna ubaya gani kwani? Bosi akasema, unajua yule ni mchumba wangu, mimi nataka kumuoa. Unataka ajue kwamba mimi na ndugu maskini? Unataka kuniharibia uchumba wangu? Kwanza hapo unafanya nini? Rostam akasema, kaka, najiandaa kwa ajili ya mtihani wangu wa mwisho wa uwakili. Bosi akamcheka, uwakili? Yaani wewe wakili? Nenda kafanya mambo yako ya delivery, mambo ya uwakili achana nayo huko. Hauna level hizo wewe. Nenda kafanya delivery, umsaidie mama yako, njaa itamuua kule nyumbani. Baada ya kusema hivyo aliondoka. Baada ya miaka mitatu yule bosi na mke wake walikuwa wamekaa ndani ya ofisi moja wakisubiria. Bosi akasema, hili ndio tegemeo letu la mwisho. Kama huyu wakili naye atatukatalia basi tutaanza kuishi mitaani. Nyumba yetu lazima itachukuliwa. Mke akasema, usijali, Mungu atatusaidia na msaada tutapata. Lakini ghafla kijana wa delivery Rostam akakaa kwenye kiti cha wakili. Akasema, niambieni. Bosi akashangaa na kusema, Rostam, ni wewe? Rostam akasema, nipe faili lako nione. Bosi akamkabidhi kisha akasema, Rostam, labda hujanikumbuka, mimi ni mtoto wa mama yako mkubwa. Rostam akasema, mimi siwezi kukusahau. Wewe ndio unayewasahau ndugu zako kwa sababu ya umaskini wao, lakini mimi siwezi kukusahau hata mara moja. Niambie, kuna tatizo gani? Bosi akasema, nyumba zetu zinataka kuchukuliwa kwa sababu wanadai tulizinunua kinyume cha sheria. Tuliajiri mawakili watusaidie, lakini imeshindikana kwa sababu wanachukua rushwa. Tegemeo langu la mwisho ni wewe mdogo wangu Rostam, naomba unisaidie. Rostam akamwambia, usijali, nitaisimamia hii kesi na lazima utashinda. Bosi kwa huzuni akasema, nashindwa kukuelewa Rostam. Nilikufanyia mabaya nikashindwa kusaidia wakati wa shida, lakini leo bado unajitolea kunisaidia. Rostam akamwambia, nilishakwambia unaweza kuvunja undugu kwa sababu ya pesa, lakini mimi siwezi. Siku zote nakuheshimu kama kaka mkubwa na nitaendelea kukuheshimu kwa sababu wewe ni kakaangu mkubwa. Mama zetu walizaliwa tumbo moja. Kwa hiyo siku yoyote ukipata tatizo lolote katika maisha yako, wewe niambie tu. Mimi niko pamoja na wewe. Bosi kwa aibu na huzuni akasema, naomba unisamehe sana Rostam. Najua siwezi kubadilisha kilichotokea kwa kukuomba msamaha, lakini kusema ukweli najutia. Ninachoweza kufanya ni kukuomba msamaha tu. Tafadhali sana nisamehe Rostam. Rostam akasema, wewe ni kakaangu, hutakiwi kuniomba msamaha, mimi ni mdogo wako. Lakini ndio nataka niseme kitu kimoja. Majira siku zote yanabadilika. Leo itakuwa mimi, kesho itakuwa wewe. Leo mambo yangu mimi yatakuwa mabaya, kesho mambo yako yatakuwa mabaya pia. Na wakati mzuri wa kumjua ndugu yako ni wakati wa shida. Wakati huo ndo utajua huyu ni ndugu na huyu sio ndugu. Mke wa bosi akasema, nimejifunza kitu. Kweli damu ni nzito kuliko maji. Usimtenge ndugu yako kwa sababu ya mali. Katika shida yetu hii tuliwakimbilia marafiki wenye pesa, lakini wote wametukimbia. Lakini ndugu yako uliyemkatana, uliyetaka mimi nisimjue, leo ndo anakusaidia. Hata hivyo nafurahi kufahamu kuwa wewe ni shemeji yangu. Bosi alijisikia